Mleko vipi? Safi. Safi kweli. Shwari. Kama utojali rafiki yangu mimi nilikuwa na story na wewe. Mage kitambo na kufunga. Hebu naomba uniache. Maongezi gani? Sasa nikuache vipi? Mimi ndio kama mnavuruga mimi ndio nitakusaidia mambo. Si unajua na mimi tuko kwa ajili yenu bwana. Mbona hivyo? Hovyo. Niache. Acha hizo mbona hivi mtoto afule? Lakini kwa mtoto lazima nikomane naye. Na mimi utakuwa umechoka. Ila nilikuwa naomba mara moja tu tukae pale tuongee. Sawa. Safi, ngoja kwanza nianike mbilini. Nimekaa nyumbani, nimejiona mpweke sana. Kwa hiyo nimeamua nije hapa kwako, tupige story 1 2 3. Ndio uko toka. Uko salama. Yaani mwezi leo na shughuli kama ya pili au ya tatu. Shemeji yako kapiga simu anataka aje huko. Shemeji yangu gani hasa, ni Danda, Poshi au Mwatenga? Kiduchu. Kanipigia simu kaniambia, nikamwambia ngoja niongee na shemeji yako. Mimi tena nikajisahau. Hivyo hapa nimetoka kuongea naye ndo ananikumbusha. Na bahati nzuri na wewe sio muda mrefu ndo unafika. Nikasema afadhali kabla sijasahau nikufikishie ujumbe. Maana nimeona sio vizuri nimwambie tu nimruhusu yeye aje huko bila mimi kuongea na wewe. Na ndio maana hapa nikaona ni vyema nikufikishie. Unajua mtu kama kashapiga simu na kweli amejizatita na uwezo wa kukaa kukujibu, basi halina tatizo. Ila tu siku anayokuja akupigie simu kwamba ndo natoka na wewe uende stand ukampokea, maana hali halisi ya kijijini mwenyewe unaijua. Sijakaja tena mtoto wa watu tukaanza kutafutana huko. Sawa? Kwani usimekumbukea wewe? Basi atapokuja tena kumpokea watu wawili maki wanataka uanze ligi tena. Basi ile shida. Naweza kushoga yangu ninaombea hapa. Mbona? Yaani umbea huo hujawahi kusikia. Umbea gani huo shoga yangu? Si nilienda kwa Taila nikamkuta mwanamke mlangoni kwake. Mwanamke? Baba nitaka nianzishe mtiti sio mchezo. Sababu si ungenikuta jela, si ungenikuta mchwali. Bahati nzuri akaja shemeji Kwiza. Ndo akaja kutetea, kumbe alikuwa ni mwanamke wake. Ndio kidogo roho yangu ikatulia, maana sijui hata yule mdada ningefanya. Sasa hivi kama sijakuwa mchwali ningekupo wapi huko? Jela. Unavoona hapo mzee. Pole shoga yangu. Sasa shoga yangu, kila siku mimi waga nakwambia, leo umeenda umemkuta wewe mwanamke sio mwanamke wa mchumba wako. Ni mwanamke wa Kwiza. Siku nyingine ukienda ukimkuta mwanamke mwingine hapo, itakuwaje? Si ndio mtaanza kupigana mpaka basi? Yaani labda wewe mwanamke awe wa mtu mwingine. Lakini akiwa watawili. Huo mtiti wake pale.
Mbona patachimbika bila jembe? Lakini rafiki yangu kila siku nakwambia kitu. Unajua inaweka hiyo la kwao moja. Mbona mimi sina wasiwasi na wewe nawe mada zako kila siku zizo haziishi. Kama ni hivyo hamna shida. Ila hivyo siku tu kweli utajulikana. Sawa lakini Sawa. Hapo mimi ninachokupendeaga mke wangu. Unajua mke wangu wewe bwana una busara sana. Yaani ulifundwa ukafundika. Yaani ukifupi wewe sio msongo. Yaani angekuwa mwanamke mwingine sasa tena kuuliza ndo mdogo wake anataka kuja hapo tena maswala kushauriwa hataki. Hiyo ndugu yangu mimi sio na nini hapa lazima aje kwani mpaka nimuelekezee nani. Angejichukulia mamlaka vile anavyotaka. Na kwa kuwa ulifundwa hujafundika na wewe sio msongo sawa. Mtu ndani wasa. Sio kadondoka na joka hapa Mungu akawa. Shikamoo kaka. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu Tumpe. Ulikuwa kwa Tumpe. Sawa.